ananipa order. Ukikutana na content ya mtu anapost behind the scene hadi kama vile unaisikia ile harufu au you can feel the taste of the cake. Au message yule mteja imeingia, moyo kwanza unadunda. Yes, unataka kuniuliza. Unakuwa unasubiria kwa hamu. Kama mtu sio alikuwa anakimbia akadondoka, alafu inaunganika hapo beka naye anaonekana na kiti yake. Piga sana kasi. Najua ni experience mbaya, lakini that's one of the content. Hizo education inabidi sio unajiweka, yani unajua vitu alafu unakaa nacho. Kuna wengine wanatamani usiwe navyo ndio watakuamini. Unajua ukienda pale Jumatatu utapata kitu hicho. Anapostiki saa ngapi mtafanya okay. Kwa Jumanne utapata kitu fulani. Kwa hiyo inaongeza hamu fulani hivi ya kwa mteja. Inasaidia kwa sababu inaepusha ule usumbufu wa mteja kupata DM. Anaanza kukuuliza keki kama hii hapa shilingi ngapi? Kumbe ukiangalia keki ame screenshot kweli kwenye account yako keki pengine tu keki ilimvutia. Lakini hakukuwa na yuko impacted. Sauti yake inakuwa. Lakini kumbe kuna mtu mwingine ndio kitu anachokipenda. Kwa hiyo sauti ulionayo inakwaruza kwa kama chura. Iko kwenye mama sana kama mtoto mdogo. Ina kisembe ndio breaking point yako. Karibu sana, wewe ni beka au mpishi wa keki, maandazi, mikate au tu ni mpenzi mtazamaji, mnunuaji, una sweet tooth, this is the place to be. Siku ya leo niko mimi hosti wako Anna au Marina Cakes, nikiwa pamoja na Lawin ama Lolo Cakes, Momo au Delights by Momo. Na siku ya leo tuna topic hot. Yani nikisema hot I mean it hot. Mambo ya content creation, yani talk of the town, mambo yaliyoko sasa hivi, mambo ya social media, ucreate vipi content, uposti nini, saa ngapi, mambo panda na kushuka, yani vitu vingi. Leo hii usibanduke katika screen yako sababu ni vitu tutaviongelea, vitu hot, vitu ambavyo viko on trending, namna gani utakuza social media yako, ucreate vipi content. Karibu sana. Yani kama social media yako haina content, ni kama vile unapika keki afu hujaweka sukari. Oh yeah. Lazima uweke vile vinogesho fulani hivi vitakavyomvutia mteja wako. Lakini pia sio tunawaambia tu wapost, naamini tunawaambia wapost nini kwenye social media zao. Obvious. Unajua kuweka content kwenye social media zako ni kama vile mgahawa ambao una menu. Wewe unaenda pale unaanza kuuliza, unauza nini? Shilingi ngapi? Hiyo shilingi ngapi nani? Lakini ukipewa menu ni wewe tu kuangalia selection gani unataka uorder. Kwa hiyo ni namna gani ambapo utatengeneza menu yako ambayo ndio unaiweka kwenye social media ili mteja atakapokuja ana select ni nini anataka. Hapo kabla hatujaanza kuambia vitu vya kupost kwamba mteja ana select vipi, wanapaswa kwanza kufahamu sio lazima uwe na kamera ya mamilioni. Unaweza ukarekodi tu hata kwa simu yako hiyo uliyokuwa nayo. So, dear bakers, mimi kwenye social media yangu huwa napenda sana kupost behind the scenes. Yani napenda, naona kama that part yani inanionyesha jinsi gani ninavyo connect na unga na sukari na bata. Kwanza ninapoanza kukoroga mixture yangu, keki inavyoiva zikiwa zinatoka kwenye oven, yani ile kwa kuonyesha wateja wangu kwamba you see your cake is freshly baked, zimetoka pale ziko hivi. Nikiwa nimeziweka kwenye tray zikiwa zinapoa, nikiwa naanza kukoroga bata, huwa napenda kuonyesha hivyo vipengele vidogo vidogo mpaka ninavyoiremba kuanzia ile first coat mpaka ninapomalizia the final look. Kwa hiyo vitu kama hivyo mimi naona vinasaidia kwa sababu mtu anaweza kaa anaangalia page yako kukutana na content kama hiyo na mimi atakuwa atavutiwa zaidi kwa sababu tu ya kuona anaona naye ameshiriki hata kwa akiona keki zimetoka vizuri zitakuwa zinanukia zile. At the end of the time anafikia siku anakuwa na occasion, anakumbuka ile content yangu, ananipa order. Ukikutana na content ya mtu anapost behind the scene hadi kama vile unaisikia ile harufu au you can feel the taste of the cake au akimaliza mwenyewe unakuja unasema wow. Yani unajihisi na wewe ni part of the process. Kwa kweli inafanya connection inakuwa kubwa sana. Kwa upande wangu mimi napenda kutumia testimonials. Ile kwamba nikishapika keki yangu nimeiuza, zile feedback zile from wateja. Zile napenda sana kuzipost kwa sababu naamini kama ndo mteja mara ya kwanza umefika kwenye page yangu, tunataka kuangalia je huyu mtu ni mwaminifu. Kitu cha kwanza, kama hata soma comments atatafuta zile kwamba like okay huyu alimuuzia keki basi itakuwa nzuri. Wanasema ni matomaso. Kuna wengine ni matomaso so mpaka aone like okay ni kuna mtu alishainunua. Hivi wewe unawauliza wateja kwamba mmependa hii keki au unasubiria wenyewe tu waje wakwambie? Wewe kuna wale wateja ambao wenyewe
wanakuja wanakuambia ile keki ilikuwa nzuri, lakini kuna mwingine anasahau kweli keki ilikuwa nzuri, lakini samani nilisahau kupa review Mimi nadhani ni jambo nzuri. Nadhani tuwaambie wale wanunuaji wa keki, wateja wetu, huwa tunajisikia vizuri sana, amani sana pale tunapopata na ukideliver keki, ukiona message yule mteja imeingia, moyo kwanza unadunda. Yes, unataka unakuwa unasubiria kwa hamu. Acha kusubiria kwa hamu. Mimi nikiona message imeingia, moyo unadunda kwamba itakuwaje, ni positive feedback au negative. Au unakuta sasa nyingine unapika keki, sasa unakuwa uko anxious, kutoka vizuri, yani unakuwa hujiamini, au ndo umejaribu recipe mpya, au umejaribu recipe mpya, kwa zile feedback kama zina hiyo, unajua hapo inaweza kuwa content ile Beka anayesubiria feedback positive au negative, na yeye ni content ndio na sasa inaweza kuwa content. Mimi ambayo ninaweza kusema ni change ambayo imenifanyia change kubwa sana ni kutumia time lapse. Nadhani kwenye simu zetu au kama una kamera, function ya time lapse ipo. Ukienda kwenye function time lapse una rekodi kuanzia mwanzo hadi mwisho. You don't need to edit. Yaani wewe ni kama vile umerahisishiwa. Unakuta umetumia masaa 2, ile time lapse yako inaweza kutengeneza dakika 2, dakika 3. Bonyeza tu pale time lapse, wewe endelea kufanya mambo yako. Within the 2 hours labda tu utahamisha angle za kamera yako. Baadaye ukija ukiplay inaenda ile faster ina shorten, inakuwa into 3 minutes, 5 minutes. Hiyo ni life changer. Yaani imenibadilishia maisha yangu ya content making, yamekuwa marahisi. Kwa hiyo Beka anaweza kutumia hiyo function ya time lapse ikamrahisishia kutengeneza content zake kwa ajili ya kupost kwenye social media zake, iwe ni TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Shorts, anywhere. Inakuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo that's a life changing. Na nyingine ambayo ni trending sasa hivi ni hizi kama entertainment videos. Unakuta kuna vi short clips ambao vina trend. Kwa na mimi nakuta na mimi najiingiza pale, naonyesha uso wangu. Umeona ile inaonekana kama mtu sio alikuwa anakimbia akadondoka, alafu inaunganika hapo Beka naye anaonekana anaondoka na keki yake. Hiyo vitu kama sana napenda kuvizungumzia. Unajua vile maana watu wakiwa wanapita TikTok au wanapita kwenye hizi social medias, akikutana na keki tu shop anaondoka, anapita. Hata tu watu kaida, hata mimi personally naweza lakini nikutana na clip ambacho kuna kitu kinatokea, yani kuna ka story katikati hapo, lazima ni start kwanza. What is kwa hiyo naona entertainment videos ambavyo vina pop kwenye page ya Beka inavutia sana. Kuna trend leo Lola amenionyesha asubuhi, inasema inasemaje, promise me you will behave. Unakuta keki umeitoa vizuri, safi, neat, clean. Unaambia hapo pale unaweza kaandika promise me you will behave. Imefika kule imedondoka. Imepiga kwenye toyo. Imepiga sarakasi. Najua ni experience mbaya, lakini that's one of the content. Au inabidi uende na trend. Au kuna ile nyingine, kuna hii sound ya oh no. Inakuonyesha hapo umeremba keki yako, unafika muda wa kupipe ile kuweka buttercream kwa kutumia piping bag. Unaanza kufanya pale piping yako, kumbe kuna hewa au imepasuka na mafikia pale, au piping bag inapasuka. Yani literally content is anything. Kwa hiyo mtu anaweza kaingia kwenye page yako akakuta na hiyo content ambayo piping bag yako ilipasuka ukiwa unaremba keki, akasema jamani, kumbe vinatokea. Au alikutana nao kwenye reel tu kawaida, akavutia, so mje niingie kwenye account ya udada, akakutana sasa na product zako kwa mteja, akaona unatengeneza vitu vizuri. Kwa hiyo vitu vibaya vinavyotokea na wenyewe ni content. Kuna bad days zinatokea, kuna nini, you never know. Alafu vitu kama hivyo hiyo nakwambia kama time lapse, saa nyingine una rekodi uku-expect kwamba itatokea, ndio ishatokea huko katikati, alafu inakuwa ni content tayari. Lakini kwa upande mwingine educational tips zinatakiwa pia. Yes, entertainment zinanogesha, lakini kuna saa mtu anataka kushift kutoka kwenye entertainment, anataka kuhamia sasa apate elimu hicho kitu. Kama uko kwenye niche ya baking, basi angalia namna gani unaweza ukawafaidisha watazamaji wako, bakers wenzako, wateja wako waelewe products yako inafanyaje kazi. So to baking, unauza nguo, muelezee mtu rangi hii na hii inaendana na hivi. Ukivaa kiatu hiki na hiki kinaendana na mtoko huu. Hii ni ya same fulani. Same as keki. Kuna rangi za keki, unaweza ukaelimisha watu. Kwa mfano
let's say ukiwa una celebrate birthday ya mtoto wa kike, tumia rangi ya purple, tumia rangi ya pink, tumia rangi zilizo shout kidogo. Ukiwa na celebrate mtoto wa kiume, labda ndo amezaliwa, tumia light blue. Akitimiza mwaka mmoja, kuna ile wonderful like yani unajua unatoa education kumuelezea mtu inakuaje. Ikiwa ni keki ya I'm sorry, labda utumie rangi fulani ambazo ni romantic. Kwa keki zile za vikundi za labda makampuni, tumia kala za logo yao, brand yao ikoje. Yani unatoa elimu mbalimbali, elimu haishi. Unatoa tips za namna gani ya kuremba keki, tips za namna gani labda keki yako ikiwa imebonyea, imepasuka, ifanye nini. Yani hizo education tips usiwe unajiweka, yani unajua vitu alafu unakaa navyo. Kuna wengine wanatamani ushare navyo ndio watakuamini. Unajua kuna mtu anaweza akasema nikishare hizi tips nitaonekana kama vile natoa material ya baking bure. No. Kwa sababu kama Google is free. Sijui uko ChatGPT is free. Na wanafanya biashara. Yani elimu haishi. Wewe endelea kutoa elimu, kesho na kesho kutwa na kesho kutwa yake vinakuja vitu vipya. You just give it out, inakuwa na yeye hiyo ni content. Hivi unajua ukiwa na post kwenye mitandao post tu lazima uwe na plan Yani tunaweza tukaona content creation ni kitu cha kuchukulia poa, lakini lazima ukiplan. Yani lazima uwe na weekly plan, monthly plan. Kuna content creator wengine naona wanatoa hadi madarasa ya namna gani uplan social media content zako. Yani kwa mfano unaweza kuwa una plan nzuri, labda Jumatatu wewe unakuwa ni tips Monday. Unatoa tips Jumatatu. Tuesday wewe unatoa recipe mfano. Wednesday wewe unatoa testimonials. Thursday unatoa TBT, unaendana na ile ya kidunia ya wengine wanafanya TBT, labda keki yako ya ulivyoanza unatoa TBT. Friday unatoa fun facts about cakes. Weekend unatoa na keki gani ambazo unaweza kula weekend na familia yako. Yani una plan kabisa. Lakini pia social media zimeturahisishia. Siku hizi kuna namna ya kushare content. Yani sawa wewe uko busy na kupika keki, una maoda mengi, una mavideo mengi, lakini Jumapili umekaa zako umechill nyumbani jioni, unakunywa zako chai jioni, ukishaedit video zako unaanza kuzipost, lakini unazishare. Yani content hii itaruka saa 2 asubuhi Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Kwa hiyo wiki nzima wewe you don't bother. Unakuja labda tu kuangalia jioni, ujibu comment ipi, review ipi, ufanyiwe kazi. Kwa hiyo unakuwa umesha plan the whole thing. Unaweza ka plan ndani ya wiki, mwezi, miezi mitatu, yani wewe mwenyewe tu. Alafu dunia imeturahisishia zaidi kwenye internet, unaweza kusijua ni namna gani ufanye, lakini ukaingia kwenye internet ukasearch namna gani ya kuplan content zako, uongelee nini. Labda umeshaongelea vitu fulani, unasema kitu hichi niongelee kwa upana gani, kwa ukubwa gani, ikawa ni content zaidi. Kwa hiyo content creation sio lele mama, inahitaji muda wa kukaa chini na kuplan, ya kuandika, kutafuta, kufanya research, ni kitu gani kinafanya vizuri. Siku hizi mitandao ya kijamii pia imeturahisishia. Kwa mfano kuna mitandao mmoja ya kijamii, kuna sehemu ya kusearch pale inakuambia na I think content creator search insight. Inakuonesha kwenye hii field yako ni vitu gani vina miss, ni vitu gani vina trend, ni vitu gani vinatakiwa vipostiwe sasa hivi vinavyoonyesha trending, vitu gani watu wanavisearch sana kwenye hicho kitu unachokifanya. Let's say unasema baking, utaenda pale kwenye baking. Vitu gani vinatafutwa sana kwenye baking, watu wanauliza nini kwenye area yako, vitu gani vinapostiwa, vitu gani vina shoot, vitu gani vime drop down, vimeshaongelewa sana. Kwa hiyo unakuwa mpata mwanga namna gani upost. Kwa hiyo there is no excuse kwamba mimi nitaplan vipi content. Ni wewe tu namna gani research, ukae chini, utulize akili, udadavue ni vitu gani unataka. Kwa kuongezea hapo kwenye kuplan content, na hisi pia kwa wateja wakisha kuona ni mtu namna fulani, anakuwa amevutiwa na account yako. Kwamba anajua kila Jumatatu nikienda pale napata tips. Nikienda Jumanne, yani kwa inaleta yani inavutia account. So tu mtu anakuja anakuta like kila siku anakuta tu kila siku ni keki, au kama ndio hivyo post kila kitu akina mpangilio. Unajua nikienda pale Jumatatu nitapata kitu hichi. Anaposti saa ngapi muda fulani, okay. Kwa Jumanne nitapata kitu fulani. Kwa na hiyo inaongeza hamu fulani hivi kwa mteja. Ni kweli kabisa. Lakini pia kwa kuongezea hapo, jinsi ambavyo mtu anaweza akaposti picha yake na caption anayoiandika. Yaani mtu anaweza tu akaposti tu picha imetulia pale, imenyamaza. Haina neno lolote. Nikikuta bidhaa imepostiwa, yaani mtu anauza bidhaa afu ametuma tu picha afu akaondoka. Yaani zipo nyingi sana mtandaoni. Yaani hauelewi ni kitu gani. Hiyo inakuwa haivutii, inakuwa inaboa. Kwa hata kama mtu ana swipe, anapita kule akakutana nayo,
anaondoka tu. Yaani kama una posti picha yako pale ya keki, kwenye caption ni vitu vya kuzingatia. Lazima uzingatie introduction. Kwenye intro yako unaandika nini? Kwamba hapa hii ni keki ambayo labda ina layer 3, ni keki ya size labda ya kilo 1, na ni keki ambayo ina flavors labda 3 au 2. Alafu pia unatakiwa uandike bei. Ukishamaliza kuandika bei, unakuja pale unaandika kama tunapatikana sehemu fulani, unaweka namba zako za simu, unaweka link ambayo mteja anaweza kuibonyeza kiurahisi akakupata kwenye WhatsApp yako. Anaweza akafanya nini? Kutengeneza order kupitia WhatsApp. Kwa hiyo kitu inamrahisishia mteja akiwa ameona pale, wow, keki kama hii ina flavor 3 ni kilo 1, bei yake nini, nimevutiwa nayo, naweza nikaipaches. Bonyeza link hapo, anaona kabisa okay. Akibonyeza link inamleta straight WhatsApp, anakuwa anakuonyesha nataka keki kama hii. Hiyo inakuwa inarahisisha zaidi mambo. Hiyo unasema bonyeza link au na nini, ni kitu kinaitwa call to action. Kwa maana ya kwamba umeshatoa maelekezo ya juu, hii inahusu nini, ukubwa na nini, yani specifications zote umeshatoa. Then mteja anaanza kujiuliza so what, afanye nini? Lazima umpe mtu direction ya kufanya. Bonyeza link, toa order, mwambie na mwenzako umejifunza nini, yani aone kama yeye yuko part ya ile nani, ya ile posti yako. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambalo naona, nadhani content creators especially wa baking wanatakiwa kuadapt na kujifunza. Wasiwe tu wanaposti blindly. Na njia nyingine ambayo mimi napenda kutumia sana ni stories au highlights. Kwa sababu kunaona pia binafsi unaweza kuta kuingia kwenye page ya mtu mmoja ni ngumu, lakini tunapenda kupitia stories. Kwa hiyo mtu akipita kwenye story bado unamwekea labda ndio hivyo fun facts. Yaani unaweka tu vitu ambavyo story yako yaani akipita pale anaiona okay kwenye story. Au wakati mwingine unauliza labda keki ya kuna kama zile polls kwamba labda keki ina gani ni nzuri zaidi, labda vanilla, yaani kwa yeye anajua niko part ya ile nani. Au kwenye highlights unaweza ukatengeneza kwa mfano menu yako ukaiweka pale, au hiyo namna ya kuorder jinsi alivyokuwa anaongelea hapa Momo, kwamba unamwekea labda umeitengeneza kabisa vizuri kwenye kama ka poster, unamkoa anasoma pale okay, nikitaka kuorder nafanya hivi nafanya hivi, price list, yani everything. Inakuwa rahisi zaidi. Na pia kwa kuongezea hapo, mtakuwa mrahisishie mteja kwamba tunafanya delivery. Maana wateja wengine wanaweza kaisi kwamba mpaka niende Sinza, mpaka niende Kariakoo, lakini ukimwandikia pale mteja kwamba tunafanya delivery, tunapatikana sehemu fulani, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa mteja pia. Inakuwa na inabidi umpe mteja option. Kuna labda delivery either ni yeye anagharamikia, yani unamwambia kabisa, au ni free delivery kama unatoa offers, yani umpe utaratibu. Au kama tutatumia bot kuna nili ku request, tutafanya nini, yani information zote ziwe ziko available kwenye posti zako. Yaani ukiposti blindly mteja anakuwa kama amepotea, ni kama ameingia kwenye chumba ambacho giza hakina mwanga. Yaani anatapatapa huko ajui afanye nini. Hii inakuwa pia unajua inasaidia kwa sababu inaepusha ule usumbufu wa mteja kukupata DM, anaanza kukuuliza keki kama hii hapa shilingi ngapi? Kumbe ukiangalia keki ame screenshot kweli kwenye account yako, keki pengine tu keki ilimvutia, lakini hakukuwa na enough information, haikujitosheleza. Kwa mteja anakutumia picha, keki kama hapa ni shilingi ngapi? Ni kilo ngapi? Inakuja na flavors ngapi? Kwa hiyo mteja akiona vile kwenye page yako umeweka caption kama tulivyoongea hapa, inakuwa ni rahisi. Na nadhani namna rahisi ya kujua namna gani uandike caption ni kupitia ile maswali ambayo umejiuliza. Labda Beka, sasa hivi wewe uandiki caption na umeshapata elimu gani caption iandikwe, lakini bado unaona ugumu. Basi kama unaona ugumu, pitia zile posti zako, angalia kwenye comments watu wanapenda kuuliza maswali gani. Yale maswali watu wanaoyauliza yajibu ndio uweke kwenye caption. Mtu ameandika ni shilingi ngapi, basi ujue ni caption tayari hiyo inahitajika. Unapatikana wapi, ujue ni caption hiyo inahitajika. Mnafanya delivery, yani yale maswali unasema common asked question, yajibu yale maswali, generate caption from there. Kwa hiyo ni namna rahisi sana ya kupata caption yako. Kitu kingine ambacho tunatakiwa tukizingatie ni kuonyesha uhalisia kwenye post zetu ambazo tunapost. Lakini kuna mwingine atasema labda mimi sitaki kuonekana uso. Ni sawa pia, unaweza kuonekana mikono, wakati mwingine sauti, lakini posti zetu ziwe na ule uhai. Yani mteja anataka kujua kuconnect na wewe, huyu ni nani, ni mtu wa aina gani. Wakati mwingine mtu ananunua kutokana na personality yako, sio biashara yako ilivyo. Basi kuona dada kuna jamani, dada ana sauti nzuri, ndo anavutia na keki zake ni nzuri hivyo. Kwa hiyo tujaribu kuwa na uhalisia tu, tutafute connection kati yetu sisi na products zetu. Unajua wanasema kwenye dunia kuna watu wana products nzuri sana, high quality, zina matokeo mazuri, tamu, kila kitu quality ni nzuri, lakini simply because hawajajitokeza, hawajajionyesha, hatuwafahamu, hatujui personality yao, tunaishia kununua products ambazo
zinapigiwa kelele katika mitandao kwa sababu mtu ameshow up. Kwa kama product yako ni nzuri kiasi gani lakini you don't show up, mtu hawezi kuifahamu, hawezi kuja kununua. Mtu anakuja kuishia kwenye product ambazo tunazoziona katika mitandao, tunazozijua, zinazopigiwa debe. Kwa hiyo kama hivyo anavyosema ni kweli, inabidi tu connect. Na kitu kingine ambacho huwa naonaga wengine wanafanya, mabekers wengine ambao which napenda pia kujifunza kupitia huko, unakuta anakuwa na certain style au theme kwenye page yake. Unakuta mtu amepost picha yake, unakuwa na specific type ya graphic ambayo ameidisplay pale kwenye keki, au anakuwa na color theme. Yaani ukiangalia page yake nzima labda ina color moja tu, kama ni nude yote, kama ni blue kote. Au unakuta pia kwenye kila keki yake anayoposti kuna ka watermark ambayo inaonyesha brand name yake, ambayo hiyo ndio inaonyesha nini, kwa yani inaonyesha ownership ya keki na aliyetengeneza. Lakini hapo nikuongezee kwenye theme. Naamini na hata sisi kwenye baking industry kuna picha ukiona unajua kabisa hii ni ya mtu fulani, hii ni ya mtu fulani. Hajaandika neno lolote, hajafanya yaani kama hajaweka watermark, urembaji wa maua ni wa fulani. Unakuta kuna background fulani ambayo kila picha lazima tutonao ile background ipo. Kwa hiyo inaonyesha uniqueness fulani na ownership. Kwenye wataalamu wa editing wanasema kwamba kuna edit fulani mtu anatumia, let's say anatumia Vivid kwenye ile editing, picha zake zote, video zake zote anatumia hiyo. Kwa hiyo ukiingia kwenye page yake kuna hali fulani hivi unaifeel, kuna ile welcoming unaifeel kwamba ukitoka hapo hauioni tena. Kuna mtu anatumia, kuna chombo kimoja cha habari media fulani house, sio tu moja, nyingi sasa hivi naona wameadapt. Yaani kabla haujasoma kuna ile font unaiona, kuna zile color palette unazoziona, kuna ile presentation unayoiona, unajua kabisa huyu ni fulani. Hajasema chochote, unajua huyu ni fulani. Kwa hiyo nadhani hicho ni kitu muhimu sana hata kwa bakers tukiadapt. Unaweza ukawa na sio lazima iwe graphic, unaweza apply graphics zako, ile graphic na yenyewe ikatoa maelezo fulani, ikatoa kama highlight au kama headline. Yaani unasema labda keki ya vanilla nusu kilo si na nini, unaweka pale na nini, inatoa kama headline. Alafu sasa mtu akishaona ile headline, akisha tab sasa ndo anakuja kupata maelekezo marefu. Hiyo ni namna moja. Namna ziko nyingi, style ziko nyingi, unaweza ukawa tu na namna yako utakayoibuni, lakini iwe namna fulani ambayo ni ya kwako fulani hivi unique. Lakini hapo wakati tunaongelea kuhusiana na hiyo vitu ambavyo tunatakiwa tuendelee kufanya, tunatakiwa tuwe na consistency. Kwamba kama umeshaamua utabake na utakuwa content creator, maana kuna mwingine atasema mimi nitafanyaje baking na kuwa content creator tena, lakini pale unapokuwa sasa ndo umeshaamua, umechukua hiyo hatua. Tujaribu kuwa na ule kwa sisi kwamba tunasema kama umepost kwa wiki mara 3 at least, sio unapotea labda baada ya miezi 2 tena ndo unakuja unatokea unapost. Kwa hiyo jitahidi kuwa na ule muendelezo wa kupost, kwa sababu kama ulishamwanzishia mtu kitu, kwa mfano tulisema mwanzo labda Monday tunakuwa tunatoa tips, umeshamwanzishia mtu kwamba kila Monday nitakuwa natoa tips, alafu the next Monday anakuja amna kitu, then yani anapoteza tena ile, ukuta zile tips ndio zinamleta kwako, anapoteza ule tena ile hamu, umejikuta umeshapoteza mteja kwa aina moja au nyingine. Lakini unajua kuna mtu mwingine anasema kuonekana mimi sura spendi, mambo ya kujirekodi spendi, na it's okay. Kwani haya makampuni makubwa tunawajua wamiliki wake? Kuna kampuni ya fashion huko wanaonesha nguo, hatuwajui hata behind wanafananaje. Usijali, unaweza ukahaya watu, inawezekana ni wafanyakazi wako, inawezekana ni mazingira yako ya kazi, inawezekana ukahaya watu wanaofanya videography, wanaofanya graphic designs, wakakufanyia matangazo. Kuna mitandao ya simu, telecoms hizi, tunawajua watu behind wao hatuwajui, lakini tunazijua zile products zao simply because wanahaya watu wanafanya yale matangazo. Lakini kama uwezi kuhaya pia it's okay, unaweza kufanya locally. Kuna programs ambazo ziko katika simu zetu, kuna apps ambazo mama alishazitaja mwanzoni. Make the most of it, zitumie hizo apps, zitakujengea uwezo. Kwa mfano kama mimi, application za kudownload za kuedit video, za kutengeneza graphics huwa nafanya mimi mwenyewe. Naingia tu Play Store pale au App Store, na download zile apps, zinarahisishia mno, zinaniokolea muda, zinaniokolea gharama za kulipa watu hivyo. Au naweza nikawatumia family members wangu, saa nyingine tunabuni content fulani, tunafanya ka content hapo nyumbani. Naweza nikawatumia wale ambao nafanya nao kazi, wasaidizi wa kazi wa pale bakery, tunafanya content. Kwa hiyo zile gharama zinaepukika. Lakini kama una uwezo,
higher professionals wanaweza wakakufanyia content on behalf, lakini usikae silent. Uwepo kwenye game, maana usipokuwepo kwenye game tunakusahau. Na huwa yani, kwa ushauri wangu tu ni kwamba Dear Beka, wewe ambao uko hapo nyumbani, wala usiogope kwamba nikitoa sauti yangu nikifanya ile sauti ile nikiweka watu watasikiaje sauti yangu, sauti yangu itakuwaruza, watu wataionaje? Kuna option ya kuchagua sauti zingine pale. Sio lazima itasikika sauti yako mwenyewe, lakini ikisikika ya kwako mwenyewe inakuwa ina uhalisia fulani. Kwa usiogope, au sema tunaogopa kujionyesha au unaogopa kuonyesha behind the scene wangu, watu wataona mazingira yangu yakoje. Ukifanya mazingira yako kama safi, obviously behind the scene yako itaonekana nzuri na itavutia mteja. Sio kwamba yani mazingira yako yatakuwa masafi, yani kwamba it can't be perfect. Maana kuna kumwaga unga, hiyo pia inaongeza the process. Yani process nzima hiyo inatakiwa ionekane ili mteja anapoona kweli anajua the struggle na the hustle ambao Beka amepitia kutoa a perfect design. Mimi kuna mfano mmoja wa rafiki yangu mmoja, na yeye ni content creator, hayuko kwenye baking industry lakini ana create content. Yeye alikuwa anaogopa sana create content kwa sababu ana kisembe. Kisembe lazima kujua kisese wengine wanaita. So akawa anasema mimi hapana, siwezi create content, siwezi kuonekana, siwezi kufanya voice over kwa sababu ya sauti yangu. Trust me, kile kisembe ndo kilimfanya atoboe kwenye soko. Wakawa anasema yule mdada ambaye anaongea na sasa yule, yani ile originality yake ndio ikamfanya atoboe. Ndio hicho. Ninaye mwingine leo jana nadhani nilipa mfano ya kuna voice nilikuwa nimekusikiliza kwa sababu mimi napenda sauti na kwaruza. Sasa imagine yule pale anafanya hivyo, alinitumia tu voice note nikusikilizisha. Imagine anafanya content, yeye anaweza akajiona yuko imperfect, sauti yake inakwaruza, lakini kumbe kuna mtu mwingine ndio kitu anachokipenda. Kwa hiyo sauti ulionayo inakwaruza, iko kama chura, iko kwenye mama sana kama mtoto mdogo, ina kisembe, ndio breaking point yako. Kuna mtu namjua kwenye mitandao, hello yake ile namna anavyotamka hello ndio breaking point yake. Kuna namna mtu ile anaposalimia, hi guys mambo vipi, ndio kila content yake ni hi guys mambo vipi, mpaka watu wameikaidi hi guys mambo vipi, hello. Au yani vivyo vile unavyoanza, mimi siwezi kufundisha namna gani kwanza ile natural flow. Yes, just your personal. Tunajua duniani wakapeja japokuwa tuko bilioni 7 kwenda 8, kila mtu ana unique characteristic. Kila mtu ana sauti yake, kila mtu ana jambo lake. Hilo jambo lako ndio tunalolitaka. Kwa hiyo usijaribu kusema unamuiga mtu fulani anafanyaje. No. Just be you, be authentic, be original. That's what content creator is all about. Uniqueness. Ukiwa unique, mambo yataflow. Lakini kitu kingine, mimi kitu ambacho nilikuwa nimefanya makosa. Nilikuwa nategemea likes. Nikiposti picha yangu ina likes 2 3 nasubiria na iangalia hapo. Unaona kama ndo all my life. Lakini yenyewe nikakumbuka, mbona mimi nishakuwa mteja wa duka fulani la nguo lakini siku like picha yake. Mimi nilipita tu pale nikaona, nika screenshot, hata siku like wala siku comment, nikawa mteja. Kwa hiyo inabidi ufocus na outcomes zinazokuja. Mtu anaweza si like, mtu anaweza sifanye nini, lakini akawa mteja wako. Labda wewe cha kufocus sana kwenye social media hizi tunavyoposti, kuna kitu kinaitwa insights. Bonyeza pale kwenye insights, angalia zile analysis. Angalia ni watu wa umri gani wanakufollow, wanafuatilia content zako, wako located wapi, wewe inaonesha wana umri gani, ni content gani imependwa sana, ni masaa gani watu wako active kuangalia content yako kuliko masaa mengine. Inakuoneshea kila kitu ambacho wewe unataka kukijua. Kupitia sasa zile insights ndio unajua okay, mimi content yangu huwa naposti saa 6 mchana. Saa 6 mchana ndio watu wapo. Content yangu inaangaliwa na watu kuanzia miaka 18 hadi 35. Watu wa miaka 18 hadi 35 wanapenda nini? Vijana maana yake wanapenda vitu vibrant. Mimi watu wangu wako located Arusha zaidi. Watu wa Arusha wanapenda vitu gani? Watakuwa wanapenda vitu vya aina gani? Unaangalia tabia za wale watu. Unaangalia yani insight nzima ile inakupa trend nzima. Kwa hiyo itakupa mwanga. Usi based on likes, usi based on comments, nyingine zinaweza zikadeceive zikakudanganya. Mtu mwingine sio mambo yake social media. Yani unajua kuna mtu namjua hafollow mtu wala haposti kitu chochote, lakini ni mdau mkubwa wa social media. Kwa hiyo don't depend on likes, depends on insights, zitakupa mwangaza on what to do on your next content. Kwenye tumezungumzia masuala ya content, nimekumbuka kitu. Hebu tukianza na Lolo.
Hebu nitajie ni content gani ambayo ushai kuifanya ambayo ikakufanya ukapata wateja wapya? Wateja wapya. Yeah. Okay, nimewahi kupost post ya namna ya kula cupcake. Na kila mtu anauliza ile kwenye ile nani ya cupcake unatakiwa unaimenya, unaitoa, unaikata katikati, unaunganisha then ndo unangata. Yeah. Ile ilipata engagement kubwa sana, maana watu wako like, okay, kumbe ndo cupcake inaliwa hivi. Sikuwahi kufahamu. Yeah, kwani naona ni educational content fulani hivi zinazoelimisha. Hiyo ilivutia zaidi. Ulikuwa tu umetoa elimu jinsi ya kula cupcake. Yaani namna sahihi ya kula cupcake. Maana tukapata wateja wa cupcake. Okay, nice. Yeah. And you, Anna? Yes, I definitely remember. Nakumbuka hadi mwaka na tarehe na mwezi the way ilileta engagement. Mimi nilikuwa kwa wanaonifahamu ni mtu ambaye shy, siongei sana. So nikasema siku hiyo nikanunua ring light. Nikanunua ring light na nilikuwa nimenunua simu mpya pia. Lengo langu lilikuwa ni kupiga picha, lakini nikajifunza mambo ya content creation. Lakini ile ring light ilikaa almost mwezi mzima pale ndani. Hapana, naiwasha na record, lakini hiyo guts ya kupost ndo sina. Najiona niko imperfect, nimeongea vizuri, nimeongea vibaya, narudia. Lakini siku hiyo nikapiga moyo konde. Nikasema hii naipost. Post ya kwanza nilikuwa naelezea ninachokifanya, najitu like jina langu, nafanya na nini. Ile content ilinibadilisha mtazamo wa kuona namna gani ninaweza nikafanya biashara mtandaoni. Sababu mwanzo nilikuwa na post blindly, na post tu picha na caption ambavyo hata havieleweki, lakini sioni matokeo. Nilipopost ile watu okay, ndo yuko behind. Maswali yakawa mengi na nini. Nikaona okay, kumbe hichi kitu kinaleta matokeo. Kwa hiyo nikaa natengeneza content za namna hii. Namna ile nyingine ambayo ilikuwa ni kubwa kuliko. Unajua mwanzo nilikuwa sijiamini kama naweza nikafundisha watu wengine kuhusiana na baking. Watu walikuwa wanaulizia madarasa sana, lakini nilikuwa sijui where to go about, nitawapataje hao wanafunzi. Yaani naenda fanyaje. Sawa, watu wanaulizia madarasa lakini sielewi. Am I capable ya kufundisha watu kweli? Nikaa na practice nyumbani kumfundisha dada ambaye anasaidia kazi nyumbani sana. Akawa anaelewa, afu ananiambia wewe ni mwalimu mzuri tu. Akaniambia sinaonaga unajirekodi na ile kamera yako. Kwa nini usitangaze? Ulishaonekana. Yeah. Basi nikajirekodi siku hiyo nikatangaza darasa. Mwitikio ulikuwa mkubwa sana. Nikabaki nashangaa, okay, kumbe hii content creation inaweza kaleta matokeo. So from there hata journey ya kuanza kufundisha wanafunzi ilianzia kwenye mitandao ya kijamii. Nilipopost ile post kama napokea wanafunzi madarasa, kwa sababu nilikuwa naanza kutoa tips, kwa hiyo watu wakawa wamejenga imani na mimi. Nikaanza kupata from there. Kwa hiyo content creation to me is a life changing activity ambayo unaweza kuifanya kama baker. Yep. Yeah, hapo umenikumbusha kitu. Kipindi hicho na mimi nilipokuwa naanza baking sasa. Kwa sababu nilikuwa ndo naanza, unajua ile unapoanza kuremba ile hasa ya kuremba pako keki unamaliza kuiremba unakuwa umechoka. Sasa nimeshamaliza kila nikimaliza kuremba keki nakuwa niko hoi. Sasa natakuwa nipige picha kwa ajili ya kupost. Na kwa tayari that moment nimeshachoka, niko hoi. Kwa hiyo nakuwa tunashika tu keki napiga tu picha. Limradi nipate nini? Nipate picha. Sasa as time goes by nakuwa nimepata order nyingi, makeki ni mengi, nimeyapiga picha ndio nyingi, nimeposti. Lakini baadaye sasa nimekuja kusettle, nakuja kupata elimu ya jinsi ya kupiga picha na jinsi ya kuposti. Unakuja kugundua kwamba okay, nilikuwa nafanya makosa. Unajua paka nikawa natamani sasa zile keki zangu zote ambazo nimeshaikutengeneza zirudi, nizipigie picha vizuri, niziweke vizuri, alafu sasa nisifanye nini? Niziposti. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho inaweza ikamdisappoint mtu ambaye ni kama ni new baker ambaye anaanza au ambaye tayari yuko kwenye process. Kwa kweli hicho kitu kiko kinanishangaza. Baada unakuja unaiangalia unajishangaa like what ni hivi tu. Kwa simple. Hapo unajua mtu anataka kujiuliza mpaka nipate ring light mahela yote. No problem. Unaweza kuanza na ring light ndogo, lakini kama una uwezo wa ring light, sun is free of charge. Jamani, chukua keki yako, weka opposite na dirisha au source ya mwanga, piga picha yako nzuri. Tumefurahi sana kwa nanyi leo. Kama umeenjoy au kujifunza kitu, hebu share nasi kwenye comment section yetu. Lakini pia msisahau kutufollow kwenye social media zetu za Bakers Talk TZ. Bakers Talk, bake your way. See you next time.